Bwana mtazamaji wa Scope Media, tuko na mzee wa VAR Mchome Mapovu. Bwana leo umepiga zako tai, suti fulani hivi. Vipi bwana? Ni mechi tu ya wananchi au kuna kingine hapa? Bwana kwanza leo nilikuwa nasubiria ushindi wa Yanga kwa hamu. Kwa hiyo nikasema ngoja nijiandae na muonekano wangu nisubirie mechi. Guys, taarifa kwa umma. Yanga apewe kombe lake. Otherwise tulipeleke mahakamani tuwafungulie kesi ya kuchukua ubingwa mara nyingi zaidi. And then mahakama itaamua tuvunje rekodi kwa kuiba kombe au Yanga apewe kombe lake. Basi ambacho kinakufanya useme Yanga apewe kombe lake mapema hivi. Kwa sababu kitakachomtenganisha Yanga na ubingwa ni mahakama peke yake. Ukiangalia aina ya mechi zilizobaki na mpira anaocheza Yanga, unaweza ukasema Yanga apewe kombe lake. Uungane na mimi, otherwise uishi kwa matumaini kama mashabiki wa Simba ambaye anafungwa Fountain Gate, wewe unajisonya huko nyumbani. Uchague maisha. Sasa ukiangalia kwenye mechi ya leo watu wengi wanasema performance haikuwa vizuri kipindi cha kwanza bila. Wanakuja kupata magoli kipindi cha pili dakika 52 na 54. Kwanza ni aina ya kiwanja. Unajua kiwanja cha Arusha ni kibovu. Pichi yake sio nzuri. Yaani tukubaliane tu. Inabidi hizi mamlaka za soka wangekubali tu kupiga carpet viwanja vyote. Ili angalau tukapata burudani ya mpira, pasi hazitembei, kiwanja kina nundu. Kwa hiyo sikutegemea kumuona Okelo akifanya mambo yake. Kwa hiyo licha ya kiwanja kuwa kibovu, Yanga qualities ya mchezaji mmoja ndio inaamua mechi. Inabidi uchague wewe sasa. Uone pasi nyingi, upate sare au lipigwe pila kokoto, pila ngumijiwe upate alama tatu, kwa sababu mechi zilizobaki sio mechi za burudani tena. Wananchi washafurahi vya kutosha, vishapigwa vidali vya kutosha, watu washalambishwa nyasi sana, zishatengenezwa hadi clip. Muda uliobaki ni muda wa kanyaga twende, kikubwa alama tatu. Zimebaki mechi tatu ndugu yangu, unataka burudani gani? Pasi nyingi, vidali vya kutosha. Yani hichi kipindi, yani hata kama labda Yanga kaenda kucheza akazuia dakika 90. Lakini Yanga akapata alama tatu. Mimi nawapongeza, ni game plan. Yaani hatua iliyobaki ni hatua ya game plan. Nothing else, kwa sababu yaani ukifanya makosa tayari mbio za ubingwa unazisikilizia kwa mwenzako. Yaani Yanga akijichanganya tayari anaanza kushabikia tena ubingwa wa kwetu. Kwa hiyo haitakuwa rahisi. Yaani Yanga akijichanganya tayari ashatoa fursa ya Simba kuwa bingwa. Kwa hiyo sidhani kama makocha wakafanya hayo makosa tena. Kwa hiyo wacheze mpira wote lakini wahakikishe kwamba wanatoa ubingwa. Yaani hatua iliyobaki sio ya burudani tena. Ni hatua ya kucheza kivyo vyote. Kikubwa upate alama tatu. Sawa, goli la kwanza lafungwa na Pacome Pedro Zouzoua, alikuwa na muda mrefu sana hajafunga kwenye ligi. Amefunga goli lake la 8 leo na ndio goli ambalo pengine limewapa Yanga nguvu ya kuendelea kupambana kiwanjani. Pacome Pedro Zouzoua, ni kweli kama wanavyosema kwamba ameshuka kiwango kiasi hicho? Mimi kitu ambacho nachoungana na wao wanaosema hivyo ni Pacome afunge, kiwango chake kibaki vile kishuke vile, so shida zangu. Mimi niwaambie kitu kimoja, Pacome yuko pale kuipigania Young Africans. Afunge asifunge, uwepo wake uwanjani una impact. Wanaosema Pacome kiwango kimeshuka, zibaki mechi tatu. Pacome afunge, assist, aisaidie Yanga upata alama tatu. Lakini niwaambie tu kitu kimoja, Pacome Pedro Zouzoua kashuka kulinganisha na nani? Wanalinganisha bana Libase Geye. Na takwimu zinamkataa, Anisete Aura takwimu zinamkataa. Pacome Pedro Zouzoua analinganishwa na Pacome Pedro Zouzoua. Pacome Pedro Zouzoua ni mchezaji muhimu. Yaani akiwepo uwanjani, afunge asiassist, lakini uwepo wake tu tayari unaokopesha mabeki. Kiukweli, uwepo wa Pacome leo umerudisha Yanga katika mbio za ubingwa, kwa sababu yeye ndiye mfungaji wa goli la kwanza, na baada ya Pacome kukonsani goli tu tayari Fountain Gate akaingia kwenye pressure, akapigwa goli 2 faster. Umeelewa? Kwa hiyo Pacome Pedro Zouzoua wanaosema kiwango kimeshuka, labda kimeshuka kulinganisha na nani? Na kimeshuka chake kimepanda cha nani? Watu waambie. Wanataja mawinga wengine. Hao ni ma content creator kaka, sio wachambuzi wa mpira wala sio mashabiki wa mpira. Sasa hivi kila mtu amekuwa hataki kuzungumza ukweli au amekuwa ma content creator. Yaani iko hivi, kuna vistori vinatengenezwa. Simba tukishinda kwa mbinde, utasikia Simba na game tough.
Yanga akishinda kwa mbinde utasikia Yanga kiwango kimeshuka. Sio, unanielewa? Hizo ni content ambazo watu wanakaa ndani wanazitengeneza. Lakini ukiangalia aina ya matokeo anayopata Yanga na aina ya matokeo anayopata Simba, just the same, goli 1-2. Hizi ni hatua za mwishoni, lakini Yanga utasikia Yanga anakosa magoli, kiwango kimeshuka, bila kujua kwamba kutengeneza nafasi ya magoli ni ubora. Umeelewa? Simba unasikia Simba tunakamiwa na nani? Kama kiwango kimeshuka, hatuna mtu wa kutengeneza nafasi. Tukubaliane, tunashinda kwa shida kwa sababu ya wachezaji wenye viwango vidogo tulivyo navyo, na Yanga anashinda kwa shida kwa sababu ya ubora wa mpinzani anayekutana naye. Klabu nyingi sana hazitaki Yanga awe bingwa msimu huu, na ndio maana zinakamia. Lakini Yanga anaifanya mechi kwa nyepesi kutokana na qualities ya wachezaji aliokuwa nao. Unaona kina Alan Okello, unaona akikosekana Okello unamwona Pacome Pedro Zuzu anaamua, akikosekana Pacome unamwona Dube anaamua, leo anaamua Depu. Kwa unakutana kwamba uimara na ubora wa kikosi kipana cha Yanga ndio kinapelekea Yanga kupata matokeo. Sawa. Goli la pili ni la Aurelio Depu. Alikuwa na muda mrefu naye pia hajafunga, lakini leo kapewa dakika nyingi, kaonyesha kitu. Lakini kwenye mechi ya Mashujaa pia alionyesha kitu, ingawa ni kwa dakika chache na watu wakaomba mechi ianze. Kocha aliwasikiza kwanza mashabiki leo kumuonyesha Depu. Of course uzuri wa Yanga na makocha na viongozi wao, matatizo yao yako dhahiri. Yaani Yanga ukimkosoa anakubali kukosoleka. Umeona kuna shabiki amezuia siojiwe? Unaona kuna shabiki alipelekwa mahakamani? Ina maana Yanga ukimkosoa anakosoleka. Umeelewa vizuri? Kilichotokea ni nini? Baada ya kuonekana Prince Dube anakosa nafasi nyingi, watu wengi ikiwemo na mashabiki walilalamika Depu aanze. Naona Depu kaanza leo kakonsani goli. Kwa hiyo unajikutana kwamba baada ya watu kulalamika, uongozi wa Yanga ni sikivu umwanzisha Depu, lakini sio kwamba Dube ni mchezaji mbaya. Ila Depu alikuwa anatamani aonyeshe alichonacho, kwa sababu unajua msimu ndio unaenda mwisho, wasije wakaacha mchezaji mzuri kwa kisa tu kutokupata nafasi ya kucheza. Sawa. The way sasa Yanga wanavyoendea hizo mechi zao, zimebakia mechi 3, mechi dhidi ya Azam FC Zanzibar, mechi ya TRA Dar es Salaam KMC na mechi dhidi ya JKT Tanzania Meja Jenerali Isamuhyo. Watu wanasema Yanga inakata moto. Kweli itashinda mechi zote hizo? Yaani ngoja nikupe mfano. JKT Tanzania si ndio amepigwa leo na Prison. Mechi ngumu ya Yanga ni ya TRA. Na Azam FC. Azam sio mechi ngumu. Azam sio mechi ngumu kabisa kwa Yanga. Kwa sababu ubovu wa TRA ni washirikina tu. Sio quality inayoamua. Na unapokuja ni terms of quality utakuta mechi ya Yanga na Azam, na kila siku mimi nasemaga Azam wana kocha mwenye kiwango kidogo. Kwa nini? Ibenge. Linapokuja swala la mbinu kwenye kiwanja, Yanga waga na muini Azam kwa sababu ya quality ya kocha ya Ibenge. Kwa hiyo itakuja kuamua quality, utaona Azam anapigwa FA, Azam anakuja kupigwa ligi kuu na Yanga no problem. Yanga bingwa, anachukua vikombe vyote. Diara anafikisha clean sheet ya 15 leo kwenye ligi. Mwanangu, Diara ni muhimili. Ukitaja mizizi mikuu ya timu ya Yanga, utaanza wa kwanza GSM, utakuja wa pili Engineer Hersi, utakuja wa tatu Jigui Diara. Hatari sana, anaipigania sana timu. Yaani hao ni miongoni mwa watu watatu wanaoipigania timu. Wa kwanza GSM, wa pili Engineer Hersi, wa tatu Jigui Diara. Hawa ni yaani hawa jamaa hawa Yanga inapopoteza au kupata matokeo mabaya, nadhani waga wana wakati mgumu sana. Jigui Diara uimara wake, yuko tayari avunjike kiuno elimadi Yanga apate alama 3. Ukiangalia leo Fountain Gate aina ya mashambulizo walikuwa wanayafanya, kiukweli bila uimara walinda mlango Jigui Diara, leo Yanga angekuwa na hali mbaya zaidi. Na kuna uwezekano kama Fountain Gate angepata goli la mapema, Yanga angepoteana, angeanza kucheza kwa pressure, lakini Jigui Diara anarudisha wachezaji mchezoni, wanapata alama 3, hao wanaendelea kupigania ubingwa. Kiukweli nimpongeze sana. Ni aina ya sajili ambayo mpaka leo inaendelea kuiweka Yanga mabejani. Umemwona Chuga dogo? Chuga Junior. Dogo anajua. Yule bwana mdogo namuona Walter Harrison alienda akampongeza. Ogopa. Dogo kasumbua. Dogo kawapiga matobo sana wachezaji wa Yanga. Anajua mpira. Kiukweli kile kipaji nadhani Yanga wamekiona, na Engineer alikuwa jukwaani. Lolote linaweza likatokea. Sawa kabisa. Kabisa kwa quality yake hadizefu kubaki pale. Fountain Gate ni chuo cha mpira. Na leo wameonyesha hata kama wamefungwa, lakini wamecheza katika kiwango kilicho bora sana. Uwanja wameuzoea,
ball position safi kabisa, wanagonga pasi, wanaonana, wanaonesha kabisa kile ni chuo cha mpira. Chuo ndio kinatakiwa kicheze vile, unafungwa is okay, lakini umeonesha mpira mzuri sana. Watu wanasema kwamba Yanga mkutana na mechi rahisi, vipi kwa mechi leo itakuwaje? Wanaosema Yanga anakutana na mechi rahisi ni miongoni mwa watu wanaokosa hoja za msingi. Yanga hajawahi kukutana na mechi nyepesi, wala Yanga hajawahi kukutana na mechi za maigizo. Ni maneno tu ya watu wa mfamaji utapatapa. Maigizo hizi mechi. Hapana, Yanga anapambana. Ngoja nikwambie kitu. Yanga leo bila uimara wa Djigui Diarra na wachezaji wake hakuwa anastahili kufungwa kwa sababu Fountain Gate alikuwa imara sana. Lakini unaona uimara wa mabeki Dickson Ibrahim Baka, Mwamnyeto, Djigui Diarra na safu nzima ya ulinzi ya Ukwasi, Shabalala, unaona imeipa Yanga alama 3. Kwa hiyo Yanga anapata alama 3 kutokana na uimara wa wachezaji aliokuwa nao. Ulimzungumzia Loemba juzi kati hapo, kawapongeza viongozi wa timu yako. Of course ni miongoni mwa wasajili bora sana. Loemba tofauti na Mbappe ni majina tu. Yani Mbappe akivua kinyago ni Loemba mtupu. Ni mchezaji mzuri sana. Loemba Jairuti, mimi mwanangu sijawahi kukupongeza, lakini kwenye hili mimi nakupongeza sana. Tunahitaji tupate wachezaji Simba 4 wenye kaliba ya Loemba. Kwa nini unampongeza baada ya mechi ya juzi dhidi ya Mbeya City huko? Ameonyesha kiwango bora kwa sababu kukosa sio shida. Unakaa kwenye position ya kukosa. Mbona wengine wanamlaumu? Mimi nachambua mpira. Sikiza scope. Unaweza ukakosa nafasi. Lakini je, umekaa kwenye nafasi ya kukosa? Sio, unanielewa? Kukosa na kukaa kwenye nafasi ni vitu tofauti. Loemba ana mikimbio mizuri sana. Ni swala la muda. Akizoea ligi atafunga. Kwa ni bonge la mchezaji. Bonge la mchezaji. Kama wakinisikiliza wangempa mkataba tu wa miaka 4. Hatari yule. Sema Loemba shida ni mchezaji wa Jairuti. Shida mchezaji wa Jairuti, lakini Loemba akimpa nafasi, I believe in God. Ipo siku ataileta tabala ndio Tanzania. Apewe miaka 4 mkataba ujao Loemba. Sio tena wa Jairuti. Uwe wa Simba miaka 4, Jairuti atuletee mwingine. Ni bana, jana tukuchambua, umemwona Mosi ndo Mumwe wa Singida Black Stars? Mosi ndo Umwe, tofauti na Messi ni O. Yaani ukitoa O kaweka A anakuwa Messi. Namuona Jangwani msimu ujao. Mosi ndo Umwe, kiwango chake ni cha kwenda kucheza CAF Champions League, na klabu yenye uwezo wa kumiliki Mosi ndo Umwe ni Young Africans. Quality hatari, goli 12 dirisha dogo. Anastahili kucheza Jangwani, akacheze na Alan Okello, akacheze na Pacome Pedro Zuzwa. Na hakuna hata kelele. Hamna. Singida ni aina ya klabu ambayo haina roho mbaya. Tukitaka mchezaji wanakupa. Simba walitupa Jonathan Soa, huyo hapo Clatous Chota Chama, Kibabage, wanatusaidia kwenye kuwakimbiza Yanga kwa ubingwa. Hamna kitu kinachouma. Unapambana afu ushindi kikombe. Mimi kitu ambacho scope kinachoniumiza roho, Simba tulikuwa wapi kupambania? Ndio unaona sasa hivi Yanga ana relax, hana pressure. Kwa sababu gani? Yanga alitengeneza alama nyingi mwanzoni, na Yanga anakuwa bingwa hapo tu. Mwanzoni anakusanya alama nyingi, mwishoni mdogo mdogo hadi ubingwa. Na ndio ubingwa unavyotakiwa. Wewe kwenda kupigia kupambana ubingwa bado alama 3. Tunaanza kumwombea Fountain Gate amfunge Yanga. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Fountain Gate akia Mungu ni mpira, lakini usikwenda kumwombea Fountain Gate amfunge Yanga. Ni jambo ambalo haliwezekani. Wewe hapo nyewe mlikosea mwanzoni tu, na msimu si dirisha linafunguliwa, utaona panga litakalopita Simba. Wachezaji muhimu wataondoka, tunaanza moja. Yanga mwanzoni anakusa zake alama zake huyo, mwishoni anatembea zake mdogo bingwa. Yanga atakuwa bingwa hadi wachoke wao. Na CRDB sasa Federation toa nusu finali. Simba Sport Club dhidi ya Coastal Union pale Arusha pale. Tatizo sasa Coast akikutana na Simba waga kazi. Lakini nadhani hii ndio fursa ya Coast kwenda kutengeneza historia yao ya kucheza finali na Yanga. Nyingine mara pili. Yani Coast watengeneze record ya kwenda kucheza finali tena na Yanga, kwa sababu aina ya timu wanaokutana nao hatua ya nusu finali ni alijojo. Chama ametoka kwenye majeraha, anaogopa. Coast wana watu wa kanyageni. Yani Coast wakikanyaga vizuri ile game wanashinda. Young Africans versus Azam FC. Ni mechi ya mbinu nyingi. Mechi ambayo kama Yanga akikaza vizuri na wakamsikiliza kocha wao wanashinda, kwa sababu wana quality player, na mpira wa Azam na Yanga ni mpira wa nafasi. Bana, mimi nikushukuru. Poa.